Wewe usiyeshindwa tumekuona Bwana. Umetutetea mbele ya adui zetu, mbele ya adui zetu Jehova. Umepigana vita vyetu Mfalme. Asante Jehova, asante Bwana, asante Mtakatifu. Father, we thank you this morning. Asubuhi ya leo tumeibaga machoni mwako. Tunakuinua Mfalme, tunaliinua jina lako asubuhi ya leo Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Umetukuka asubuhi ya leo Yesu. Umeinuliwa asubuhi ya leo Jehova. Umeinuliwa asubuhi ya leo Mtakatifu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni Jehova. Hakuna aliye kama wewe Mtakatifu wa watakatifu. Kama wewe Mfalme usiyeshindwa. Umeinuliwa sauti yako mwambie Bwana anastahili. Inua sauti yako mwambie Bwana anastahili. Kwa kinywa chako kiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Hakuna aliye kama wewe Unastahili Jehova. Unastahili kama wewe asubuhi ya leo Bwana. Tunainua mioyo yetu mbele zako Bwana. Tunainua nafsi zetu mbele zako asubuhi ya leo Bwana. Tukijua ya kwamba wewe ni Bwana. Wewe ni mtakatifu. Unaweza asubuhi ya leo Yesu. Umetamalaki asubuhi ya leo Jehova. Umetamalaki Bwana kwa neno lako. Umetamalaki Yesu asubuhi ya leo. Umetamalaki katika kanisa lako. Umetamalaki Yerusalemu. Umetamalaki Mungu mwenye nguvu. Umetamalaki Simba wa Yuda. Nani kama wewe asubuhi ya leo Bwana? Asante kwa wema wako. Asante kwa utukufu wako. Pokea sifa zetu Bwana. Asante Mfalme wa wafalme. Asante Baba yetu. Umetupa wakati Bwana. Umetupa wakati Jehova. Unajua kukuabudu Yesu. Pokea sifa Mfalme. Asante Jehova. Asante njia pasipo kuwa na njia. Nani kama wewe Bwana? Jesus. Unatosha Bwana. Asante Bwana. Thank you Jesus. Nataka tuombe. Asante Yesu. Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu tunakushukuru na kulinua jina lako takatifu. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya neema yako juu ya kila mmoja wetu. Tumefika hapa Bwana kuliabudu jina lako. Asante kwa sababu ya maisha ya kila mmoja wetu. Baba, tunaomba uwepo wako ukatawale katika ibada hii. Katika jina la Yesu Bwana, ukaondoe kila minyororo ya shetani. Asante kwa sababu Bwana neno lako litatuzungumzia kupitia kwa mtumishi wako. Baba, tuafungua mioyo yetu kusikia kutoka kwako. Asubuhi ya leo kuna wale ambao afya zao zimetofika Bwana. Tunaomba uponyaji unaotoka kwako. Kupitia kwa neno hili Bwana, watu wako wakaweze kupata uzima tena. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, nena na mioyo yetu, nena na maisha yetu. Tunenee Bwana kila mmoja wetu. Ukaondoe vikwazo vya shetani katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuajikabiti mikononi mwako. Kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu katutawale. Ukaonekane kwa njia kuu Bwana. Hata mtumishi wako watakaposimama Bwana kwa ibada hii ya kwanza kunena pamoja nasi Mungu. Tunaomba kwamba ukamtumike Bwana kwa njia ya ajabu. Jina lako lipewe sifa. Asante kwa sababu ya kikundi cha worship Bwana. Ninakushukuru kwa sababu ya vipawa ambavyo umeachilia maishani mwao. Asante kwa kila mmoja wetu Bwana, ukawabariki wazee wa mama, vijana wetu ambao wamehudhuria ibada ya leo, na hata wale ambao wako njiani Mungu. Ombi letu ni kwamba Jehova, siku ya leo kila mtu akaweze kupata sehemu yake. Jina lako liinuliwe, lipewe sifa kwa sababu wewe ni mwema. Ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Pia Yesu makofi katika jina la Yesu. Tunapoketi ni asubuhi njema ambayo tunaenda kupata neno lake Mwenyezi Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Pastor Mwanza ni mmoja wa pastors ambao atatuchukua katika kipindi hiki. Karibu sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kushukuru Mungu. Ni asubuhi nyingine njema ambayo
Mungu wetu ametuwezesha, tumeweza kuiona. The way our pastor amewaambia jina langu, ama Edwin Omwansa. I'm from Itibo, Manga Isecha. So I thank God because of that. I just want us to open our Bibles in the book of Hebrews, chapter number 12, verses 1 to 3. Hebrews chapter 12. And also in my introduction, I'm a student at Pentecostal Bible College. Na Mungu anazidi kunisaidia kabisa. Hebrews chapter 12, verses number 1 to 3. If you are there, you can say amen. The Bible says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Praise Jesus. I just want to speak in a short while about the race of faith. The race of faith. And before that, allow me to pray. Dear Heavenly Father, thank you because of this opportunity. As I'm going to speak for a little, for the time that God, you will allow me to speak, Holy Spirit, I pray that you will lead me and guide me for the glory and honor of your name. For in Jesus' name, I pray with thanksgiving. Amen. The race of faith. This letter, or no, this book, or this episode, or these words were written to the Hebrew church, or to the Jewish, the Jewish Christians. It was a letter that was written at a time when the Jewish Christians, people who have known Christ, they have reached at a point because of what they were passing through, the persecution from the non-believers and the people who had strength, people who had power. And because now they were being persecuted, being rejected, they, at a certain point, reached at a time they wanted to compromise of their faith. Because they had known Christ, they have known his works. And now here, the writer is telling them now in chapter number 12, and remember the writer of this book of Hebrew is unknown. But he is encouraging them and telling them that therefore, since you are surrounded by such a cloud of witnesses, these witnesses, as you read chapter number 11, the writer is speaking of the heroes of faith, of the men and the women who stood firm in the faith despite of whatever they passed through for the sake of Christ. Praise the Lord. And now he is encouraging them and telling them, therefore, since you are surrounded, since we have now an example of those people, now that I have discussed them and you know them, those who stood firm in their faith, now he's telling them that you need to let you throw everything that hinders and the sin that so easily entangles. What does the writer mean here? He means that
these people, they are not supposed to compromise of their faith. And it means they are supposed to stand strong despite of whatever they are passing by in Jesus' name. Praise the Lord. So he's encouraging them that let you throw aside everything that will entangle your race of faith. Amen. You know, the race of faith, this journey, it is not sometimes easy. There are many things that we can pass through as Christians in the church today. But I just want to encourage us that if we need to run this race of faith well, if we want to go far, if we want to receive the crown that God had promised us, we need to lay aside. You know, when you run the race, maybe when you see the runner, maybe those athletes, when they run, they need right clothes. They doesn't need heavy clothes. They need clothes which will enable them, and even the shoes that will enable them. And you know, when they are running the race, they are supposed to focus on their line. If you are going to move to the line of another person, it means you are going to be disqualified. Praise the Lord. So this race that we are running in as Christians, we need to focus. Yeah, it means we need to lay aside everything that will hinder us and entangle us from fixing our eyes unto the Lord, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. So I just want to encourage us this morning that if you really desire to follow Christ, if you really desire to run this race, if you really desire to receive the crown, you must leave everything behind that will entangle you from running this race that is ahead of us in Jesus' name. So there another thing, because of time, we are running, yes, this race of faith, but another thing that the writer is telling the church, the Jewish Christians, he is telling them now that because you have laid now everything that will entangle you from running this race of faith, you need also to draw strength by considering the endurance of Jesus Christ. Praise Jesus. He's now telling them about Jesus Christ. He's giving them an example and telling them that consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. So this journey that we are in, this journey, this race of faith that we are believing and hoping that one day there is a crown that is awaiting us, that we are keeping on pressing day in, day out, we need to draw strength from our Lord Jesus Christ. Because when now we are passing through maybe certain situations in life, you need to look at Christ. Because Christ didn't give up. Despite that the journey, he was rejected by people of his own. But he focused. Praise Jesus. He focused on the one who could help him in the journey that he was in. And at the end of the day, Jesus endured, and now he's sitting at the right hand of the throne of God. So, you know, when you endure every kind of suffering in this race, it is not in vain. It is not in vain when you are walking this kind of Christians. Yes, things will arise that will at times it will make your faith to shrink back, or make you to shrink back. But I just want to encourage us that we need to focus on Jesus, to draw strength from our Lord Jesus Christ. And at the end of the day, we shall receive a crown that is awaiting us in Jesus' mighty name. Hallelujah. When you read Hebrews chapter 13, verse 12 to 13, Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace that he bore. Hallelujah. So let us consider of whatever that Christ passed through. And remembering this is the journey, he came to show us the way. So because he endured, he passed through a lot for the sake of our lives. So also us as the Christians, we need to follow him.
despite of anything, let us be assured that we will end up finishing well in Jesus' mighty name. Not only that we need to endure, we need to consider him who endured and draw the strength from him. Also, we need to fix our eyes unto him. Praise Jesus. Because the writer is informing them that fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. You know, he is the author of our faith and he is the finisher of our faith. So let us fix our eyes unto him. In this race, we need to fix our eyes unto Jesus. If you will not fix your eyes unto Jesus, if you are going to fix your eyes unto human beings, if you are going to fix your eyes unto other things, you are going to fall. But if you will fix your eyes unto the Lord Jesus Christ, you are going to stand. You are going to remain strong. Despite of anything that will come on our way, we are going to fix our eyes unto him, because we know that he is our helper. Praise Jesus. So Matthew chapter 14 verse 29 to 30, it shows us on how even Peter, by showing the wind, he feared and started to sink. Losing focus on Jesus in this journey, it means that we will sink. But if we will focus, because Peter called unto Jesus for help. Praise the Lord. And when he called for Jesus for help, even though his faith had started now to come down, when he looked at the waves, he feared. But now, when he called upon Jesus that the Lord, help me, Mungu alimsaidia. And Peter was able to walk unto where Jesus was. So our faith will make us to stand. But if we will not have a strong faith in our Lord Jesus, that is fixing our eyes unto him, we are going to sink. But through faith, we are going to rise in Jesus' mighty name. Praise Jesus. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani sana, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani sana, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Ningependa tusimame kwa miguu yetu as I'm going to pray. I just want you to tell God that, God, I desire you in this race. I can't make it me alone. The journey, as you have encouraged us this morning, oh Lord, let it be your desire that God will help you to live by the help of the Holy Spirit, that you will live a pure life, because sins, they do entangle us from running this race. And the sins, they make us to go astray against the will of God. I just want you to tell God this morning, ya kwamba Mungu ninakuhitaji. Ninaomba Bwana hata ukanisamehe dhambi zangu. Wakati mwingine tunang'ang'ana katika maisha yetu ya Ukristo, ni ya kwamba kuna vitu ambazo tumechingiza ndani ambazo zinatufanya hata imani yetu inakuwa ndogo. Lakini tuambie Mungu asubuhi ya leo ya kwamba Mungu atusaidie, ya kwamba atuoshe dhambi zetu, atusamee makosa yetu. Baada ya Mungu kutusamea, atatupea pardon ndani ya mioyo yetu, ya kwamba tuelewe hata kama mambo yatakuwa magumu, we will focus and look unto him, considering what he passed through for the sake of our lives. And not only enduring, but again we will fix our eyes unto him in Jesus' mighty name. Hallelujah. We worship you, Lord. We honor you, King of glory. Hallelujah. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani sana, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima,
hata kama mambo ni magumu. Najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu Bwana, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu. Najua tunakutamani sana, hata kama Bwana safari ya imani. It doesn't matter, Lord, of whatever that we will encounter on our way, King of glory, we pray that in the name of Jesus, kwamba Bwana ukatusaidia nyo milango yako ukabia Mungu. Asubuhi ya leo ya kwamba Bwana katika hii safari tunakutamani Bwana ya kwamba ukae pamoja nami, ya kwamba Bwana ukasimame upande wangu, ya kwamba ninapoendelea kutembea katika hii safari Bwana ninahitaji uwepo wako ukaweze kwenda pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa uzima, kanisa lako, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, yetu wewe, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. I just want us to raise our holy hands to the one who can help us in our race. Lord, we depend on you. Your word, my Father, has come in this morning in a special way. You have again, Lord, informed us that in this race of faith, the way, Lord, you informed King of Glory, the Jewish Christians, that they need to lay aside every kind of sin for the sake of the race, oh God. I pray that this morning your people have raised up their hands, Lord, as a sign of surrendering before you, God. Cleanse their lives in the name of our Lord Jesus Christ. May you wash them, my Lord. May you remove every pardon, Jehovah Adonai. I mean, at times, Lord, we are walking this journey, but in our hearts we are carrying many things that, Lord, they are entangling us, oh God, from running this race, oh God. I mean, at times, Jehovah, Lord, we are doing things that are made the Holy Spirit to go away from our lives, oh God. But we pray for your mercies this morning. Lord, may you have mercy on us once again. As a church, oh King of Glory, we pray for the cleansing, because I know there is a race that is ahead of us, Jehovah Adonai. And it is not going to be easy, my Father, if you are going to carry the sins within our hearts, oh Lord.
And it is my prayer that, oh God, you may help the servants, Lord, in the house, that always, my Father, may they remember that you are the author and the finisher of our faith. That as they run this race, oh God, they will endure. They will endure, King of glory, drawing strength, my Father, from you alone. Because, Lord, you accomplished this race that while you are on earth. And now you are sitting at the right hand of the Lord. It is my prayer that in the name of Jesus, Holy Spirit of the Lord, you will make your people to remember that you are the power of God and you are able to lead and guide them in this journey, King of glory. Thank you, King of glory, Jehovah. Thank you because you are going to do for us. Help us, Jehovah Adonai. Thank you, Lord. Father, in the mighty name of Jesus, I worship you this morning. I give you all the glory and honor. Thank you, my Father, because of this first service. I pray that, oh God, you may bless each and every one of us. As we run this race, oh God, I pray that in the name of Jesus, as we have encouraged us this morning, that, oh God, that we will remain in your presence, working and walking with you, King of glory, as we await for the reward that, Lord, you have kept it for us. Be glorified and be honored because of your goodness. For in Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. Yes. Asante sana mtumishi wa Mungu Omwanza kwa kutuletea neno la Bwana katika kipindi cha kwanza ama ibada yetu ya kwanza. Bwana akubariki, Bwana akutende mema, na zaidi ya za tukaweze kutupa kila mzigo mzito ambao unaweza kutusuhia tusije tukakimbia katika safari hii ama katika mwendo huu wa safari ya imani. Tunaweza toa sadaka zetu to praise and worship wanapoendelea kujipanga kuimba. Tunaweza kufanya ibada kukamilika ya kwanza kwa ajili ya kutoa sadaka zetu. Bwana wabariki sana. Karibu katika ibada zetu zote za siku ya leo, na kuweni tayari kubarikiwa na Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wacha niombe alafu ndio tutoe sadaka. Baba, tunakushukuru kwa wema wako, fadhili zako ni za milele. Asante kwa sababu ya neema umetupatia asubuhi ya leo kuzungumzia kupitia mtumishi wako. Naomba kwamba Bwana ukambariki, ukamuongezee mengi, na hata anapokuwa katika shule yetu ile ya Pentecostal Bible College, Bwana ukapate kuwa pamoja na yeye, mpiganie katika kila njia, kwa kuwa wewe ni Mungu uwezaye mambo yote. Tunapotoa sadaka zetu, ukabariki kila mmoja atakayehusika kwa ajili ya ibada hii maalumu, ibada ya matoleo. Ukabariki kila mmoja na uinue kila mmoja, kwa kuwa ni Mungu. Na bado tunakutarajia katika ibada zingine ambazo zitakazokuja nyumaye, tukaweze kubarikiwa pamoja, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Haya ndio maombi yetu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana. Unapotoa sadaka praise and worship, unaweza kutupeleka katika kipindi cha ibada. Yeah.
Bwana asifiwe. Let's pray for the offerings. Father, in the name of Jesus Christ, we come before you this morning with thanksgiving in our hearts, O Lord. We thank you because of this opportunity that, Lord, you gave unto us to share in giving our tithes and offerings this morning, O God. My prayer is that, Lord, may you bless each hand that, Lord, gave unto you. As we proceed with the service, Father, Lord, we pray that may your presence flood the house in the name of Jesus Christ. Receive all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Can I hear you? Hallelujah. Hallelujah. Amen. With a loud voice. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Yes, Amen. Jesus. Can we raise to worship the Lord this morning? Thank you, Lord. Can somebody go? Thank you, Jesus. Lord Jesus. Can somebody bow before the Lord this morning, Lord? King of glory, I adore you we magnify for your your name. deeds, oh Lord, unto my life. Thank you for the grace. Thank you for the love that endures forever in our lives, oh Lord. We come to you this morning, Lord, humbling ourselves to you, Lord. We come to you this morning, Lord, honoring you, Lord. We come to you this morning, Lord, lifting our hands unto you, Lord, asking for mercy, Lord. I know sometimes, Lord, you know the word, Lord, to worship you, but your mercy and your grace that is sufficient in our lives. Father, we adore you. Can somebody worship the Lord? Can somebody go before the Lord? Humble yourself before the Lord. Jesus, King of Kings, Adonai, Heavenly Father, you are Tuko chini ya King of Kings, you are one. My Father, hakuna mwingine aliye kama I wewe. pray every heart Tunakuabudu Yesu. to burn for you, Jesus. Tunakuabudu Bwana. Let every heart, let every soul, Lord, Yesu. burn for you. Tunakuabudu Bwana. Father, you seated at the right hand of the Most High, Jesus. Yes, Lord. Worship you, Lord. You see You us, are oh my Lord, strength. even when we don't see you. Your name is You know our hearts. You know our deeds, oh Lord, that we know ourselves, my Father. We surrender unto you, Jesus. Surrender our lives to you, Lord. King of Kings, let your will be done. Sometimes I lack words to say. Sometimes I lack words, oh Lord, to describe how worthy are you. To describe how worthy are you. To describe how powerful are you, Lord. But I welcome the Holy Spirit in this presence, oh Lord. In our midst, Lord, take your way, have your way, Lord. Have your way, Jesus, in our lives. Have your way, Lord, in our lives, oh Lord. Have your way, Jesus. We adore you, Lord. Have your way, my Father. Reign
worship you today. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. He reigns. He reigns. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. Hallelujah. He reigns. He reigns. Hallelujah. He reigns. In our lives. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. He reigns. Hallelujah, Yahweh reigns. Hallelujah. Hallelujah, Yahweh reigns. Hallelujah. He reigns. He reigns. Hallelujah. He reigns. Hallelujah, Yahweh reigns. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah, Jesus reigns. In our lives, in our businesses, in our education, hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. He reigns. Acha ibada yetu ikupendeze mfalme wa amani. Acha ibada yetu mfalme ikubalike machoni pako Yesu. Acha ibada ya mioyo yetu mfalme. Acha ibada ambayo inatoka vinywani vyetu mfalme. Kubali
tufike kwako Yesu. Because you reign, Lord. Because in the beginning, you are there, Lord. And now you still exist, my Father. You still reign, my Father. Nobody has ever conquered you, Lord. You still reign, Lord, in our hearts. You still reign in this church. You still reign in every church, Lord. Tawala Baba mioyo yetu. Tawala kazi za mikono yetu. Tawala Baba. Tawala mioyo yetu Mfalme. Tutawale Baba, tunataka utawale wewe mwenyewe. Maana sisi tutawale Mfalme. Maana peke yetu tuwezi Yesu. Maana peke yetu Mfalme tuwezi. Hatuwezi bila neema yako. Hatuwezi bila neema yako. Hatuwezi bila uwepo wako Mfalme. Hatuwezi bila kutaju Yesu. Tawala mioyo ya watoto wako. Tawala maisha ya kulingana na matendo yetu. Tuko mbele zako Bwana, siku ya leo. Na kama ungetulipa kulingana na mapenzi yetu. Tawala Bwana. Tawala na Roho wako Mtakatifu Yesu. Atungewala Jehova. Tunene Bwana. Ungetulipa kulingana na matendo yetu. Ungetulipa kulingana na vile ambavyo tunafanya Mfalme. Tungekuwa siku ya leo. Siku ya leo tunaomba ututawale Mfalme. Ndio maana tunasema tawala Bwana. Peke yetu hatuwezi Yesu. Jesus reign. Hallelujah. Reign. Jesus reign. Hallelujah. You are the King of Zion. Lion of Judah. Reign. Jesus reign. All we want is your Lord to reign.
the King of Zion, Lion of Judah. Reign, Lord Jesus, reign. Oh, you are the King of Zion, Lion of Judah. Reign, Jesus, reign. Tunakuhitaji utawale maisha yetu. Tunakuhitaji utawale kazi zetu. Tunakuhitaji utawale kila mmoja wetu. Tunakuhitaji Yesu. Utawale kila akili ya kila mmoja. Nataka utawale Baba. Hata wale ambao ni wagonjwa Mfalme, hata wale ambao ni wamefungwa Mfalme, Baba tawala maisha yao Mfalme. Wengine wamehukumiwa bure, wengine Baba wamefungwa hata bila makosa Mfalme. Tawala katika maisha yao Mfalme. Maana tunajua wewe hakuna jambo ambalo linakushinda. Hakuna jambo ambalo ni gumu kwako. Kama ni kutawala Baba, wewe unatawala. Kama ni kuinua Yesu, wewe unainua. Kama ni kuponya, wewe unaponya Yesu. Kama ni kutoa watu chini mavumbini, wewe unawatoa Mfalme. Tena kwa wakati wako. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Yesu. Unaweza. Usiachindwa.
katika jina lako. Mataifa yote Nasema kwamba wewe yanakufahamu. unajulikana mataifa yote. Unajulikana na kila mmoja mfalme. Kwamba Baba haushindwi na lolote. Tunakuinua mfalme. Maana tuna mwingine wa kuinua. Maana tuna mwingine Baba wa kuabudu. Maana tuna mwingine tena wa kuabudu na wa kusujudia mfalme. Ni wewe tu tunakusujudu mfalme. Ni wewe tu tunakuabudu mfalme wa mfalme. Ni wewe tu mfalme, tunanyenyekea mbele zako. Ni wewe tu mfalme, tunachukua muda wetu kukuabudu. Ni wewe tu mfalme, tuko mbele zako mfalme, tunakuabudu. Usiyeshindwa Bwana, pokea utukufu wote. Usiyeshindwa Bwana, pokea utukufu wote Bwana. Ni wewe tu Jehova, sifa zetu asubuhi. Ni wewe tu Jehova, pokea utukufu ni wewe tu Mungu, ni wewe peke ni yako. wewe tu Yesu, Ni wewe peke yako ni Bwana. wewe tu Masia. Tunakuinua asubuhi, tunakuinua asubuhi ya leo kwa yale yote ambayo unatenda Baba. Umeinuliwa Bwana. Asante Yesu. Pokea sifa Sijasikia zote mtu Bwana. akinena mbele za Ni Mwenyezi. wewe mfalme wa wafalme. Sijasikia mtu akipasa sauti yake na kuweza kumwabudu huyo Mungu. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Abba, Pokea utukufu wote. ni wewe tu Peke yako. katika maisha haya, ni wewe tu katika kipindi hiki, ni wewe tu kazini wetu, ni wewe tu katika masomo, ni wewe tu Yesu, katika kuabudu huku ni wewe tu Mungu. Usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu, usifiwe. Ni wewe tu Bwana Yesu usifiwe. Bwana Yesu usifiwe. haleluya. Bwana Yesu usifiwe.
Asante kwa neema yako ambayo mfalme imetufanya tuwe mahali hapa mfalme. Usiku ulikuwa pamoja nasi mfalme, hata wakati tulikuwa tumelala mfalme, hatujijui mfalme, wewe haukulala, ulikuwa unatulinda mfalme. Wakati adui zetu walikuwa wanatembea, Bwana uliweza kuchukua wakati wako na ukatulinda mfalme. Wakati adui alikuwa anapanda magugu mfalme, au kumwachilia mfalme, na kama ungemwachilia mfalme tungekuwa hapa siku hii. Baba, tunanyenyekea tena miguuni pako, tunasema usifiwe milele yote, tunasema usifiwe siku zote, tunasema usifiwe mfalme, dunia yote kujue wewe tu mfalme. Asante kwa kila mmoja wetu, asante kwa nafasi kuu ambayo umetupatia katika ibada zetu mfalme. Tuliomba uanze nasi na umalize nasi mfalme. Hata matoleo ambayo tumekutolea mfalme, tunaomba utubariki, mkono wako uwe juu yetu Yesu. Chochote ambacho tunafanya mfalme kuweza kufanikiwa, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kuna baridi, lakini tuchangamke mbele ya Bwana. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Amen. Ni Jumapili ya mwisho katika mwezi wa 6 mwaka wa 2025, na tunashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kuona hii siku. Naenda kuleta matangazo machache, nikianzia kukaribisha kila mmoja wetu katika nyumba ya Bwana ili tuweze kubarikiwa pamoja. Wiki hii kuanzia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na leo tulibarikiwa na wageni ambao walitumwa kutoka Nyang'ori wakifanya weekend assignment yao, na hapa Nyamataro najua wengi tumebarikiwa sana kwa sababu ya uwepo wao hizo masiku, na tunashukuru Mungu kwa sababu anaenda kufanya mengine kupitia wao wakiendelea kueneza injili ya Bwana. Bwana asifiwe. Naomba kwa unyenyekevu mkuu tuweze kuwakaribisha wageni wetu Jumapili ya leo. Tuwakaribishe kwa makofi. Tumewakaribisha sana, na tunapoenda kushiriki pamoja tunaomba kwamba tunaenda kubarikiwa. Church choir practice is on. Church choir practice inaendelea kuanzia kesho Jumanne, Alhamisi na Ijumaa, Monday, Tuesday, Thursday and Friday, kuanzia saa 10 hadi saa 11 jioni, 1 hour practice. Na kwa sasa tunaendelea kujitayarisha kwa ajili ya center meeting ambayo itakuwa Bethel PAG Church tarehe 26 mwezi wa 7. Center meeting itakuwa Bethel Fellowship, Bethel PAG Church on 26th July. Kwa hivyo wote tumealikwa, tukiendelea kujitayarisha kwa ajili ya huo mkutano, na pia tumealikwa kujoin church choir wakiendelea na practice. Celebration ya Reverend Dr. Julius Onchengo
iko tarehe 3 Thursday this week, na wote vile tumekuwa tukitangaziwa tumekaribishwa sana, na kwa sababu ya hilo, baada ya ibada makundi yote tutabaki nyuma tuone viongozi wetu. Wamama tutaona mama director ama uongozi wa mama director, wazee pia waone viongozi wao, na pia youths tutaona wa CED plus wa CA. Na ninajua pia tuko na makundi mbalimbali vile tumejipanga, church choir, altar makers na wengine wote tukutane ili tuweze kujipanga vile tuta-celebrate pamoja na reverend wetu pale Nyachogochogo AIC Secondary School. Tutakuwa ama tumepanga logistics, transport ya kufika huko ni shilingi 300 shillings, na yule ambaye atapokea hiyo pesa ni Apostle Samuel Okari. Apostle Samuel Okari ndiye atakuwa akipokea 300 shillings kwa ajili ya transport, na our manager for transport ni Jackson Nyakundi, ndiye atakuwa na coordinate akijua tuko wangapi na yale magari ambayo yatahitajika ili tuweze kufika Nyachogochogo. So kwa wale tutatuma transport kwa Samuel Okari, namba yake ya simu nitaisoma 0711277887. Namba ya Okari, Apostle Samuel Okari ni 0711277887. Hiyo ndio namba ya Samuel Okari, na deadline ya kutuma hiyo transport ni Jumanne tarehe 1. Jumanne tarehe 1. Sote tuwe tumetoa hiyo 300 ili our manager aweze kutupanga vile tutafika Nyachogochogo. Tarehe 6 mwezi wa 7, that is next Sunday, tutakuwa na Lord's Table. Tujipange kwa ajili ya hilo. Ningependa kushukuru Goshen ambayo imekuwa on duty na inamaliza zamu yao leo jioni. Kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Bethlehem Fellowship. Kwa hivyo uongozi wa Bethlehem mtajipanga vile mtaendeza hii wiki ya kuanzia kesho asubuhi. Youth meetings zinakuwa every Saturday kuanzia saa 8. Youth meetings every Saturday kuanzia saa 8 mchana. Kwa hivyo youths wote tunakumbushwa kwamba tuweze kukeep time. Kila Jumamosi saa 8 tuwe hapa kanisani ili tuweze kujifundisha kama youths. Next week tarehe 5 on Saturday, next Saturday tarehe 5 tutakuwa na mkutano wa Dorcas Group. Dorcas ni widows, lakini sasa hatuwaiti widows tena, tunawaita Dorcas Group. Watakutana tarehe 5 mwezi huu wa 7, hiyo ni Jumamosi ijayo, kuanzia saa 3 asubuhi kwa mkutano wao wa mwezi. Nitaachia matangazo hapo kwa sasa, nialike choirs. Tutakuwa na 2 choirs na mmoja wetu pia akitubariki kwa wimbo. Tunaambiwa kwamba katika hii kazi inafaa tuwe tayari kila wakati. Kwa hivyo wale ninaenda kuita hapa, najua tuko tayari. Nitaanza na wamama, nitaenda kwa wazee, tumaliziwe na Pastor Clinton. Wamama karibu.
Amen. Asante sana ladies. Wazee. Oh
Yesu asifiwe. Mighty Records.
baba wa kungai ogi mabwese baba wa kungai oyeria maria kuira bana oyeria maria kuira bana emechano neme ekero neken nchoe ase yesu akwe obokon nchoe ase yesu akwe obokon Yes, Bwana Yesu asifiwe. Nimekukaribisha Nyabonuke mwezi wa 8 day 31 ni nchonga maguru mbeka matera chifidio na Nyasaye uobonene. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana our choirs. Tupigie kwaya zetu makofi. Amen. Next week choirs tutakuwa na Dorcas Apostles, Dorcas na Apostles plus Bethlehem Fellowship. Bwana asifiwe. Naomba tumkumbuke dada yetu Farao Tabitha, wengine tunamjua Dorcas. Dorcas Farao amempoteza baba mdogo, ndugu ya baba yake. Tukumbuke hiyo familia kwa maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati tunaenda kukaribisha wageni wetu. Ikiwa ni siku yako ya kwanza ya kuingia Nyamataro PAG, naomba unisalute hivi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza ya kuingia Nyamataro, nisalute hivi. Amen, amen. Tusimame tu kwa miguu yetu wageni mahali tuko. Tupigie wageni wetu makofi wanaposimama. Asante sana wageni wetu. Asante sana. Asante. Na ikiwa uko karibu na mgeni, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Amen. Wageni wetu tukimaliza ibada, tukutane kwa hiyo meza iko hapo karibu na mlango ili tuweze kujuana zaidi. Kwa niaba ya wageni pia nataka kumkaribisha dada yetu Naomi Nyagaka ambaye hajakuwa na sisi kwa muda kwa sababu ya ugonjwa, lakini tunashukuru Mungu asubuhi ya leo amempa nguvu, amemponya na ameweza kujiunga na sisi. Naomi, tafadhali kuja mbele utusalimie. Naomi, tumekumiss, kuja mbele utusalimie ili tuweze kumshukuru Bwana. Amen. Amen. Asifiwe kanisa. Nina furaha, nimekaa nyumbani, lakini Mungu ameniwezesha leo nimefika kwa church. Haki nimefurahia, nimewamiss. Nilikuwa na furaha wakati nilikuwa natembea, sikuwa natembea, lakini Mungu amenijarisha leo natembea. Nashukuru Mungu. Wacha Mungu apewe sifa kila wakati. Haki mtu awaambie nini yangu na saa hii niko hivi ni Mungu. Asante sana kwa kunikaribisha. Secretary. Amen. Asante sana. Tushukuru Bwana kwa sababu ya dada yetu kwa makofi na vigelegele. Amen. Asante sana. Kwa wakati huu tunaenda kumshukuru Bwana kwa sababu ametuwezesha tuko hapa. Tunashukuru na tunaenda kumtolea
Wale ambao wanatutazama kupitia social media, tunawashukuru sana na tunashukuru Mungu kwa sababu yenu. Ni wakati wa matoleo. Ikiwa ungependa kubariki na kuendeleza kazi ya Bwana, tuko na till namba ya kanisa ambayo ni 331388 331388. Amen. Wacha tukuje mbele tumshukuru Mungu kwa matoleo. Maya yeso koreira maya tebe maya yeso koreira maya tebe koreira 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 maya mwana yeso koreira maya Amen. Ningependa tusimame wote. Tusimame tu wote. Amen. Tuinue mkono wetu wa kulia juu tunapoomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunalienzi, tunalitukuza na kulimidi jina lako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema na kibali Mungu umetupa siku ya leo. Umetukusanya mahali hapa Bwana ili tukutukuze. Wakubwa kwa wadogo, Mfalme, tuko chini ya miguu yako siku hii. Tunaomba neema, kibali kitokacho kwako Mungu. Asante kwa sababu umekuwa nasi tangu tuingie mahali hapa Mfalme. Tumeona wema wako, and Lord we thank you.
Tunakushukuru kwa sababu Bwana ulitusaidia wiki nzima, tumekuwa huku na kule. Leo Bwana tumekusanyika uweponi mwako. Wanao Bwana wamekutolea sadaka zao, fungu zao. Bwana wengine wamekutolea matoleo ya kukushukuru. Na waombea Bwana ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana wamekutolea wakitaka mahitaji yao yatimizwe. Wengine Bwana ni wagonjwa, ili Bwana ukawaponye. Wengine Mfalme kutoka kwa mashamba yao wameleta vitu vyao mahali hapa. Ombi langu asubuhi ya leo ni ya kwamba Bwana ukafuatilie kila moyo uliokutolea. Ile haja Bwana ambayo iko katika mioyo ya wanao waliokutolea leo ukaitimize kwa Yesu Kristo. Bariki matoleo haya Bwana yatakapokufanyia kazi, baraka zako ziandame wanao. Fungua malango ya mbingu Mfalme, ili neema na baraka zako zikamiminike juu ya maisha yao wanapotoka mahali hapa. Bwana, even as we are approaching the other week, oh God, we pray that may you open the doors and the gates, oh God, so that Lord we may receive more. Hili Bwana tutakapokutana mahali hapa siku nyingine tukutolee. Jina lako liabudiwe kwa kuwa wewe ni Bwana. Kwa Yesu tumeomba na kuamini. Amen. God. Amen. Praise and worship. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haki ungejua haungekaa tu. Hallelujah. Amen. Hatutaki kuenda kusikia eti Ezekiel aliponya mtu. Bwana asifiwe. Amen. Mama Naomi amepona katika jina la Yesu Kristo. Na amepona kwa sababu ya maombi yetu. Hallelujah. Hatutaki kusikia eti ni Ezekiel alifanya. Hakika Mungu ametenda. Na Mungu amefanya. Ungejua tu ungesimama kwa miguu yako. Hallelujah. Kuna wengi hawakuenda kwa Naomi wamuone. Wengi tulitoa machozi. Kama ulifika kwa Naomi yenyewe uko na ushuhuda asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Una sababu ya kuinua mikono yako mbele za Mungu. Una sababu ya kumtukuza Mungu. Una sababu ya kumwambia Bwana unastahili. Hallelujah. Bwana asifiwe. Leo asubuhi niliposoma kitabu cha Zaburi 124 usome 2 na 3. Mami ninaomba tu kwa unyenyekevu unisome hiyo verse. Ilinitia nguvu sana asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. 124 2 na 3. Onyo monena tabeta sense moya ito. Onyo monena tabeta sense moya ito. Ekera abantu batumokerete guturwania. Ekera abantu batumokerete guturwania. Nanga nigo batumerete gatore moyo. Ngango nigo batumerete gatore moyo. Ekiagera babete nenda mwamwene nasetole. Ekiagera babete nenda mwamu eyere nene asetole. Bwana asifiwe. Hiyo Biblia unapoisoma hakika inakutia nguvu. Ni wengi tu wanakutafuta. Ukiwa umelala ni wengi. Lakini Mungu aliye upande wetu. Bwana asifiwe. Ni Mungu tu, ni Mungu. Bwana asifiwe. Ukiendelea kusoma hiyo verse kuendelea chini peke yako itakupea mambo mengi. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo tunaenda kumtukuza Mungu. Tunaenda kumpa Bwana sifa na sadaka ya makofi. Bwana asifiwe. Wapi vigeregele? Vigeregele na makofi. Makofi. Wapi vigeregele, vigeregele, vigeregele. Leo Bwana nimeona mkono wako. Leo Bwana nimeona mkono wako. Leo Baba nimeona mkono wako. Leo Bwana nimeona
mikono yako katika uwepo wa Mungu. Hakuna hakika, hakuna aliye kama wewe mfalme. Nifanye kama wewe
lakini sasa wakuone wewe, unifinyange Baba yangu, lakini sasa unifinyange Baba, unifinyange Yesu, unifinyange, Yesu. Baba, tunakushukuru sana. Tufinyange jinsi upendavyo kwa ajili ya wema wako Bwana. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye ako ndani ya nyumba yako siku ya leo. Naomba Bwana utufinyange jinsi upendavyo, utufinyange tukaweze kukupendeza, ukatufinyange Bwana tukaweze kufaa jinsi unavyotaka. Naomba hata katika siku ya leo tunapokuwa mahali hapa, Jehova Mungu, ulitubariki katika ibada ya kwanza, umetubariki katika vipindi vimepita, na bado tunakutegemea kabisa kwamba katika kipindi hiki unaenda kutuzungumzia na kunena pamoja na mioyo yetu. Naomba Bwana ukakutane pamoja na mtu ndani ya nyumba, maana amekuja katika nyumba yako akitarajia kwamba wewe ndiye utakayemponya. Amekuja katika nyumba yako akitarajia kwamba utampumzisha mizigo mizito. Amekuja katika nyumba yako Bwana akitarajia kwamba kuna mambo fulani anahitaji ambayo utamfungulia milango akaweze kuona ushindi wako. Tunakushukuru kwa sababu wengine wamekuja kukushukuru kwa sababu ya matendo makubwa umewatendea Jehova Mungu. Wengine walipokuwa wakipita katika mahali ambapo mambo yalikuwa ni magumu zaidi, Jehova ukawasaidia, ukawapigania. Wamekuja wakiwa na sifa mikononi mwao, wakiwa na sifa katika vinywa vyao, wakikushukuru kwa sababu ya matendo yako ya ajabu. Tumenyenyekea katika siku ya leo tukiomba kwamba Bwana unene pamoja nasi. Asante kwa sababu ya kila moja, wazee kwa wamama, vijana wetu, wavulana kwa wasichana, na hata wageni wetu walio ndani ya nyumba, watumishi wako. Naomba kwamba ukapate kutubariki. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayenena na watu wako. Tuko hapa tunasikia kwamba Bwana unene mapenzi yako, uturekebishe, utuonye, utufundishe kupitia kwa neno lako Bwana, kwa kuwa wewe ni Bwana mabwana. Asante kwa yote na vyote. Nimechukua mamlaka na uwezo katika madhabahu haya, nikikataa kila kazi zote za giza kwa jina na damu ya Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninapomoa kila madhabahu, ninapomoa kila nguvu za kuzimu, ninapomoa chochote kinachonena kinyume na maisha ya watu wako walio hapa, wengine hata walio nyumbani. Chochote kinachoumiza mtu aliye hapa, iwe ni magonjwa, iwe ni nini ambayo iliweza kunena na wanadamu na ikatendeka, ninakataa hizo nguvu zote kwa jina na damu ya Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninaajilia neema yako katika ibada hii, ninaajilia uwepo wako, nguvu zako, Roho Mtakatifu wa Baba akachukue na afanye operation katika mkutano huu. Kutana pamoja na watu, kutana pamoja na maisha yetu Bwana, utubadilishe na ukatutende mema, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante kwa yote na vyote, maana ni mfalme mkuu na Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen, amen, amen. Bwana wabariki sana waimbaji, Bwana akawape neema. Ni vizuri kumwimbia Mungu, na katika kuimba tunapata nguvu za kuzungumza neno la Bwana. Wale wazomi wanasema kwamba tunapoimba hivi, ama timu ya praise and worship wanaposimama kuimba, wanatuandaa 75% vile tunaenda kupokea neno. Kwa hivyo mtumishi anapokuja anashughulikia 25% peke yake, na unapata baraka zako katika jina la Yesu. Kwa hivyo Bwana wabariki na akawatende mema, kwa kuwa ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Na wakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Tuko na watumishi wa Mungu ambao wametoka Pentecostal Bible College, wako hapa. Nitawapatia nafasi watusalimie, wajijulishe majina yao, ama watujulishe majina yao, alafu baadaye mmoja ataenda kutuhubiria vile wamejipanga. Kabla niwalete, ningependa kusema kwamba sherehe ya mtumishi wa Mungu
Daktari Julius Ojengo imenukia kabisa. Ni wiki hii ambayo tunaenda siku ya Alhamisi, na ninaomba kwa jina la Yesu Kristo na kwa unyenyekevu mkubwa mtumishi wetu na wale ambao wataenda pale katika hiyo sherehe ni sisi. Tulipewa nafasi ya watu 80, lakini tukisidiza hapo hakuna ubaya. Sisi ndio wenyewe. Kwa hivyo tayari nimeona kuna watu karibu 50 wameweza kuhakikisha kwamba wanaenda katika sherehe hiyo. Kwa hivyo Bwana akubariki, usikose tafadhali katika sherehe hiyo ya mtumishi wa Mungu. Ni pastor wetu, lazima tuwe huku, hata kama ni kutembea kwa miguu, tuende pale tusherekee pamoja na yeye, tumlete nyumbani kwa jina la Yesu Kristo, na ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. Kuna vile tulijipanga vikundi, kuna vile tumejipanga tukatoa pesa pamoja katika wall yetu ya TNPC. Kwa hivyo kama ulijiandikisha kwa kitu pale, ufanye haraka sana ndio iweze kutusaidia kuona kama tutasherekea mtumishi wa Mungu namna gani. Kwa hivyo kwa hayo majaje, ningependa nimpatie microphone atualike kwa mkutano. Ametutumia kadi na leo hako hapa, ni vizuri aseme kwamba karibu. Hebu mpatie mic hapo. Yeah. Amen. Garagero mugago ichingo bya seredera Yesu. Ni kitu kimoja kuanza kufundisha na ni kitu kimoja kumaliza. Bwana asifiwe. Nipungie mkono. Bwana asifiwe. Amen. Uko juu. Bwana asifiwe. Amen. Tumeimba hapa. Sister Sylvia ametuimbiza wimbo unasema onkora irama ya Yesu, onkora irama ya. Bwana asifiwe. Nataka nianze kwa kusema na nyinyi mumetufanyia mema. Nyinyi kama Nyamataro mwatokora irama ya kama familia. Bwana asifiwe sana. Mbuya mole lakini. Mwa kora irama amaya. It's not easy. Sio rahisi. Kwa muda ulio mfupi sana ilipokuwa na launch kitabu, mulisimama nami, mukasimama nasi, mukajitolea, mukapamba kanisa letu, mukatupamba. Sio miaka mingi, juzi kampoteza mama mke mpendwa, mukakuja kwa staili kubwa, hata wengine wakasacrifice, tukaenda in large numbers, tukavumilia kwa gari ya watoto mzee Ariga, tukaenda tukarudi. Wiki chache zimeisha, nataka kutoka kazini na nimeona mnaendelea kusimama nasi. Simujipigie makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sijaona yeyote akifuta nyuma. Mmekuwa wema na kwa kusimama nasi mara kwa mara. Hamujasema kila siku ni Pastor Chengo tunafanya Pastor Chengo mipango yake. Kwa hivyo mmetutendea mema. Hata kama Yesu ametutendea mema, otokorera amaya ndatebe on behalf of my family, mwatokorera amaya na inu. Omonenera abakorera amaya. Amen. Nintacha kwa tebege ndeke karori twakorere bi, lakini in advance I want to appreciate you mbate mwatokorera amaya. Amen. Na inu nyasa abakorera amaya. Nyamataro nere kanisa yane. Nimbwate gesurure sinaru setiwe makamasi ya kiroho nikakuwa what I am. Iyo kanisa pia kumbuka, lakini na hapa kusustain my spiritual life. Nyamataro, you have done wonders. May God bless you. Professor, naona unaniangalia, nimeona wa marafiki wazuri wanasimama na mwenzao mpaka dakika ya mwisho. Bwana asifiwe. Kwa maombi, kwa kifedha, kwa kusema tuko na wewe, tutaenda mpaka mwisho. Bwana asifiwe sana. Bwana wabariki sana. Bishop wamesema ni watu 80 tulipewa. Bishop haikuwa 80. Ni ile tulikuwa tunaweka lower limit. Tulipoulizwa budget, tukasema at least yote na kwa baba ke
barenga 80 watu wabegete so ko beke e budget ko baba ke 80 iko ko baba wange ngo chigorosuru bwana kiweza utembee kwa mguu vile pisa wamesema tuanga amuka mapema. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mmekaribishwa kabisa, mmekaribishwa kabisa, na tukirudi tutarudi pamoja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wose mogo chigondira njira barangi chenje bweka. Turateba sitogo ikalende. No togoika. Bwana asifiwe. Amen. Ondo ranyale. Nimetene 32 ranyale, lakini hiyo sherehe iwe yetu kwa utukufu wa Mungu. Reverend Vincent. Ni vizuri kumaliza kazi, sio rahisi kumaliza kazi. Unamaliza na ulianza na umemaliza. Neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Deuteronomy 28 verse 1 to 14, lakini from verse 3 to verse 6. Bishop, sorry. Nataka nishukuru hao wapendwa. Kwa sababu ni wapendwa wazuri. Kwa niaba ya familia yangu. Inasema if you that all these blessings, that is how it is at verse 3. All these blessings, not the few, all. Talk of good health, talk of anything, any good, healing like our sister Naomi. All this blessing shall follow you, shall come to you and overtake you. Dio boja paka jiwetani. Dio ga sainen ko bisainde nke. Tia wetani paka tia go expose. God's blessings. If you obey the voice of the Lord your God, that is the condition. Then it goes to say, blessed shall you be in the city. Blessed shall you be in the field. Nogenda lisabume. Aliye bichaka imesoko lisichombe. Aliye bichaka imesoko buruge chinsaka. Blessed shall you be in that place. Blessed shall you be in your livestock, your animals. They will multiply. Blessed shall be the fruit of your womb. So many things the Lord says, if we obey his voice, that wherever you shall be blessed. Whatever you do shall be succeed. Praise the Lord. Amen. That is what I'm wishing you. That whatever you do in your life, when you are obeying the Lord your God, you shall succeed. Whatever you do shall succeed. And you shall be blessed wherever you shall be. Praise the Lord. Amen. Mubarikiwe sana. Mnapojitayarisha kama kwa wingi. Tukiwa exercise tutaweka maua tuseme sasa ni sherehe, asikali msituulize capacity ya pasi. Na tutapita. Mbarikiwe sana. Tuombee hiyo siku iwe siku ya kuleta utukufu kwa Mungu na kumwambia Mungu, umetumalizia hapa kazi ya public imefika mwisho, sasa tunaingia tena another level. Na Mungu awabariki sana. Amen. Mnapojitayarisha tukisherekea ushindi wa Bwana kwa yote. Mbarikiwe sana. Bwana awabariki. Amen. Ningependa upande madhabahuni mtumishi Njugo Chagora. Wale watumishi wengine ya Vincent pamoja na Teresa mnaweza kuja pande hii. Watoto wetu wamekuwa kwa likizo fupi na wanataka kurudi. Ningependa watembele tuwaombee. Bwana wabariki, aenende pamoja na wao. Awapiganie, hata wazazi pia tuwaombee Mungu afungue njia. Inawezekana mpaka sasa hivi hujaona kwamba mtoto atarudi namna gani, lakini vizuri kumtegemea Mungu katika maombi haya tunaenda kuweka, na Bwana anaenda kufungua njia mahali ambapo hakuna njia. Kwa hivyo watoto wetu mahali mlipo, tafadhali kuja mbele ili tuweze kuwakabidhi mikononi mwa Bwana. Wanya wale na wanyani inseti kabaje. Yeah. Akoranga ambaya ni kama watoto hatuna wanafunzi wetu hapa. Yeah. Kama mupo songeni mbele. Yeah. Kuja upesi tafadhali, hatuna muda. Yeah. Kujeni.
Kujeni kwa jina la Yesu Kristo. Mmekuwa wa baraka kwetu, mmekuwa wa baraka kanisani mpaka familia, na tunaomba kwamba Bwana awasaidie mnaporudi shuleni, aweze kuenenda pamoja na nyinyi, awapiganie, asimame pamoja nanyi katika viwango vikubwa, na sifa na utukufu ziweze kumrudia Mungu. Nyinyi ndio tegemeo letu, tunawapenda sana. Mnapofanya bidii, mnafanya mioyo yetu kufurahia. Mnapofaulu, inakuwa ni furaha yetu. So neema ya Bwana ikawatoshe, na chochote kitakacho wasuhia msiende mbali, kikawaondokee kwa jina la Kristo. Mjaribu kuja haraka tafadhali, kuja haraka. Alafu ningependa tukiwa katika hiyo hali, ebu peana maiki moja hapa. Just stop maiki moja hapa mbele kwa watumishi. Alafu watamke baraka kwa watoto hawa, kwa sababu hawa ni watoto wetu. Ningependa wazazi tusimame juu tunapoomba, tunapoweka mikononi mwa Bwana, ili kwamba Bwana wabariki, akawaonekanie mahali ambapo mambo hayajakamilika. Jehova akachukue njia yake kwa jina la Yesu. So nataka kupeana nafasi kwa watumishi wa Mungu, alafu waombe ombi moja. Wanaweza kuomba wawili ama watatu, maombi mafupi mno, na tutabarikiwa pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tufunge macho. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru kwa sababu muda wanafunzi wamekaa nazi nyumbani, umefika wakati wa kurudi shuleni. Tunawakabidhi mikononi mwako. Wale watasafiri kwa magari, Bwana tunaomba kwamba utawapa usalama hadi mashuleni mwao. Wabariki hata wakiwa shuleni. Yes. Ulinzi wako ukae juu yao. Wafanye wawe wafaulu katika masomo yao. Yes. Wawe wa mbele, kwa sababu neno lako linasema wale wanaokujua na kukudhii hawatakuwa wamukia. Yes. Tunawatangaza kuwa wakichwa katika jina la Yesu. Wanapoanza safari kurejea mashuleni, wabariki katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Yes. Tuamini. Mwenyezi Mungu, hawa ni watoto wetu ambao umetupa kama vipawa katika maisha yetu. Baba, tunakushukuru ni kwa sababu ya maisha yao. Tunakuinua kwa sababu ya neema yako juu ya maisha yao. Yes. Wako shuleni, wanasoma katika viwango tofauti. Kuna wale wako university, wengine colleges, wengine high school na kule primary. Bwana, tunakushukuru kwa wote. Asante kwa sababu Mungu, mkono wako uko juu ya maisha yao. Yes. Najua ya kwamba hawa watoto wako na ndoto kubwa katika jina la Yesu. All of them have great potential, my Father. And it is our prayer this morning that Lord, you touch their hearts. Katika jina la Yesu Kristo. Shetani huwa ni muongo wa kunyemelea hatima ya watoto wetu. Lakini mchana wa leo Bwana, tunasimama tukiunganisha imani yetu pamoja, tukikataa kila mipango ya shetani katika jina la Yesu. Shetani wa kunyakua maono yao Bwana, tunafunga hizo njia kwa jina la Yesu. Maono ya watoto wetu yakaweze kutimia kwa jina lako. Asante kwa sababu Mungu utawalinda, utaonekana Bwana katika jina la Yesu. Mahali popote roho yote ya shetani inayojificha Bwana, hata katika nyumba za wazazi wao, tunaingoa kwa jina la Yesu. Mitego ya mwovu shetani Bwana ya kusuhia ndoto yao kutimia, tunaiondoa katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu, mkono wako wa rehema uwe juu ya maisha yao. Yes. Hata wakati wako katika likizo fupi Bwana, ukawalinde. Ukawanemishe Bwana kwa jina lako. Yes. Na watakaporudi shuleni Bwana kuanza masomo yao, ukawatunze na kuonekana Bwana kwa njia ya ajabu. Yes,
Kuna wale wamefika viwango wa kufanya mtihani wa kitaifa. Ninawakabidhi mikononi mwako. Ombi letu ni kwamba Bwana wasikue wa mkia bali wawe wa kichwa Bwana, katika jina la Yesu. Ukawainue na kuwakumbusha Bwana yote ambayo wamefunzwa na walimu wao. Asante kwa sababu watakaporudi shuleni utaandamana pamoja na wao. Na hata wazazi wao ninawakabidhi mikononi mwako. Nikiachilia nguvu Bwana za kipekee kutoka mbinguni. Ukafungue milango Bwana ya kupata karo na mahitaji mengine, ili jina lako lipewe sifa. Tunajifunia wokovu wako Bwana juu ya watoto wetu. Hata wakiwa hapa wakipita mitihani yao tutafurahia. Wakienda katika viwango vingine tutafurahia. Jina lako litukuzwe, jina lako limidiwe milele. Asante kwa sababu Mungu utawainua hata katika maisha ya kiroho. Neno lako likaweze kuwa taa katika miguu yao, wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani. Jina lako liinuliwe, lipewe sifa, maana wewe ni mwokozi wa maisha yao. Asante kwa sababu Mungu tumewakabidhi kwako, ukaweze kuwalinda, ukawafunike chini ya mapawa yako. Kila neno Bwana ambalo tumetamuka na wenzetu wote wamelitamuka juu ya wao, Bwana wakaweze kubarikiwa. Asante kwa sababu umesikia ombi letu. Kwa Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, na acha mbele yako, ninakushukuru, ninakuinua wakati huu Jehova, kwa sababu umekuwa mwema katika maisha yetu. Asante kwa watoto wetu mfalme, walikuja aftamu Jehova. Sasa aftamu imeisha, wakirudi shuleni mfalme wa ajabu, na waweka mikononi mwako mfalme. Uwasaidie, uwalinde Bwana wa majeshi mpaka wamalize tamu hii Bwana, na wakirudi warudi vyema. Ninawaombea Bwana nikiamini utatenda kulingana na mapenzi yetu, ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Barikiwe, mbarikiwe. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na wale wazazi hawajapata kitu cha kuwasaidia watoto kwenda kurudi shuleni, Bwana nafungue milango katika jina la Yesu. Amen. Ninamalizia, nataka niwalete watumishi wa Mungu wale ambao wamekuwa pamoja nasi katika wiki hii. Siku ya Jumatano tumewapokea, wamekuwa wabaraka, wametembea katika fellowship zetu, wamekutana pamoja na waumini wetu, wamewabariki. Na ninaamini kama hawakuweza kufika kwako, lakini tulikuombea na Bwana ataajilia neema. Kama hawakufika kwako lakini leo umefika hapa, unaenda kubarikiwa kupitia lile neno ambalo linaenda kuajiliwa kutoka kwa madhabahu haya. So ningependa niweze kuwalete watumishi wa Mungu. Ningependa wakuje wote ama waje wote. Kujeni nyote. Wamekuwa wabaraka na hawa antaba ya sana, antaba ya saidi, watu wazuri mno. Tuko na huyu anatokea hapa karibu Itibo Mission, ametokea huku, atatuambia majina yake. Huyu ametokea Western, atatuambia majina yake. Ametokea Kakamega. Na huyu anatokea Kisumu, hapa mahali tunaita Ahero, ametokea hapo. Wamekuwa hapa, ni wabaraka kubwa, wametoka Pentecostal Bible College na wamekuwa wabaraka kwetu. So nataka niweze kupeana nafasi kwao watujuliza majina yao, alafu baadaye tutaombea yule ambaye anaenda kutuzungumzia na itakuwa vizuri. Mnajua vile mmejipanga. Alafu baada ya wao kutuhubiria tutaongea kidogo, tuone vile tunaweza kuwasaidia kurudi Kisumu, kurudi Nyang'ori, na pia tuweze kugusa college yetu ya Pentecostal Bible College mahali tulisoma. Nilipokuwa naongea na wao
nilitoka pale karibu miaka 27 iliyopita ama 30. Wa Mungu amewabariki sana. Bwana awabariki. Kwa hivyo Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya watumishi wako katika madhabahu haya. Naomba ukawatumikie Bwana, wanapotusalimia wakitaja majina yao na kisha baadaye watuletee neno watuombee. Naomba ukawatumikie katika madhabahu haya. Jehova, ukutane pamoja na maisha yetu kupitia neno litakalotolewa katika vinywa vyao, na mwisho wa ibada ya siku ya leo tuweze kusema kwamba kweli umetutenda mema. Asante kwa yote na vyote, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hivi katika jina la Yesu. Amen. Ningependa kushukuru Mungu asubuhi ya siku ya leo. Mungu amekuwa mwaminifu. Tumekuwa hapa tangia siku ya Jumatano mpaka leo hii. Kwanza kabisa kwa majina ni Edwin Omwansa. Ninatokea sehemu ambayo inaitwa Itipo. Kama umeifika Itipo PAG ama kama unaisikianga, hapo ndipo ninatoka. Itipo ikiwa Kisii. Kwa hivyo ninashukuru Mungu sana. Sitaenda kwa mambo mingi kwa sababu ninajua wakati wetu umesonga kidogo, na tunataka tupe mtumishi wa Mungu wakati ambao unaofaa. Wacha niseme hivi ya kwamba kanisa la Nyamataro, wacha Mungu awabariki sana. Mmekuwa pamoja nasi, mmetembea pamoja nasi, nikianzia kwa bishop pamoja na watumishi wa Mungu, the apostles, pamoja na washirika wote kwa ujumla. Mmetupa wakati, tumefanya ile kazi ambayo tulitumiwa mara hapa, na tukirudi shuleni tutarudisha ripoti mzuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudisha ripoti, tunauliziwa mlikuwa aje. So tumewahi tembea hii Kenya, na mimi wacha nikuwe specific ya kwamba nimetembea Kenya na nimeenda several weekend assignments, lakini imekuwa ya kipekee. May the Lord bless you so much. Na Mungu ainue hili kanisa, not only numerically kinamba, lakini kiroho kanisa liinuliwe katika jina la Yesu. Tukikuja siku nyingine mara hapa tutapata ya kwamba mmesonga katika viwango, na wacha Mungu akawatende mema katika jina la Yesu. So ninasema tu asante Bishop. May the Lord bless you so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua pengine wengine wanioni na kuanga mfupi, wacha nisimame hapa. Na wengine wamenikasirikia na hatujakutana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So kikasirika, si unataka kuleta shida. Naitwa Samuel Kidakwa. Natokea Kakamega County, Lugari Sub County. Huko ndio nyumbani. Nashukuru Mungu, maana Mungu amekuwa mwaminifu. Tangia tukuja mahali hapa siku ya Jumatano tumeona Jehova. Tumetembea, tumeombea wengine, pengine wengine hatujafika huko. Mtusamee kwa sababu mmekuwa wengi, na siku nyingine tukikuja nitaambia kaka tutatembea na gari. At least tufike kila mahali. Maana amesema yeye ni driver wa hapa, na kweli amekuwa driver. Bwana Yesu asifiwe. So nishukuru viongozi wa mahali hapa, akiwemo bishop wetu ambaye alitukaribisha. Tukikuja hapa, mimi sikujua hapa ndio kanisa. Nilikuwa nafikiria pengine watu wanaekanga hema hapa, alafu wanafanya ibada wanaenda. So waliposema kanisa ni hii, mimi napingana, nasema hii ni Rentals, kumbe ni kanisa. This is very wonderful. Nashukuru watu wa Nyamataro. Mungu wa mbinguni awabariki. Na kila mtu aliye participate katika kazi hii, nasema kwamba kuna Mungu aliye juu mbinguni. Yeye anaweza, lichakuwa huenda watu hawatakutambua, lakini katika ile siri Bwana wa mbinguni atakupigania. Mahali unapopita upate kibali, upate neema ya Bwana ikuandame, na Bwana wa mbinguni atawatenda mema. So nishukuru wakina Pastor Devi
apostle na watu wote ambao tumetembea. Enyewe nimwambia mnaweza fanya nihame Western nikuje huku, kwa sababu ninaona maajabu. Watu walikuwa wananiambia Kisii. Lakini nashukuru Mungu, nilikuwa naambia mtu Thomas alikuwa mzuri. Alienda kuhakikisha, "Are you Jesus?" Yesu akamwonyesha alama akamwambia ndio. So mimi nimehakikisha. Huko ni Kisii na hapa ni Nyamataro. Watu wa nguvu, watu ambao wamebarikiwa, watu ambao wameinuliwa, na tunaendelea kutangaza baraka za Bwana, ya kwamba Bwana atawaongoza kila mahali mnapoenda, ya kwamba Bwana atawafungulia njia. Wale ambao watoto wao hawana kazi, Jehova aliye juu mbinguni, yeye anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Na nina imani ya kwamba God anaenda kuwainua. Mungu anaenda kuwabariki. Unajua watu wafupi na kuanga na maneno marefu. Wacha nifike hapo tunataka tukaribishe ndugu yetu akuja ubiri. Maana itafanya hivi niende watu washangae, kumbe kuna mnenaji anakuja nyuma yangu. So Mungu wa mbinguni wabariki. Ninajua siku moja nitarudi nihubiriko Kisii. Siku moja kama Bishop Ngali hapa. Na naona hiyo neema iko. Si mnanipenda? Wangapi wananipenda? Mko sure? Mko sure mnanipenda? Kweli? Hata mimi nimewapenda. Nikirudi Nyang'ori nitapeleka salamu, niwaambie venye nyinyi watu wangwana. Nikikuja hapa nilikuwa na 49 kg. Saa hii nimeongeza, nimefikisha apostle, nimefikisha. Nilikuwa nafanya kwa kitanda nikaona kumbe mimi ni mzito sasa nikitoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. So niko 51, nikirudi nitakuwa 55. Na Mungu wa mbinguni atawabariki. Mungu awatende mema. Si Mungu awabariki? Bwana Yesu asifiwe. Tuinamishe vichwa zetu tunapoenda kumwombea mchungaji ambaye ananena pamoja nasi asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu akaweze kumpa neema yake na akaweze kumtumia jinsi yapendavyo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, tunakupenda, tunaalika Roho wako Mtakatifu ya kwamba yeye ndiye atakayenena pamoja nasi. Neno lako Bwana linapokuja likapate mahali ambapo litakapoanguka Bwana, kwa sababu tunahitaji kukua kiroho katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Asante Bwana. Bwana sehemu yangu, rafiki katika safari. Haleluya. Pamoja pamoja na katika your servant. He is a vessel, King of glory, and we are yearning to hear from you this morning. Thank you, my Father, because of the power of the Holy Spirit that is in our midst. Speak to us in a special way for the glory and honor of your name and for the extension of your kingdom. For in Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. Amen. Thank you. I want to request for interpreter if there is one.
you will allow me to read the text first, then you will know me. I am reading from the book of Judges, chapter 6. I will read 2 verses 15 and 16. Reading from King James Version, it says, "And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house." Verse 16, "And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man." Abagambi 15 nemo 15 goika 15 nemo. Gideoni akamubulia, omonene one nakinda akore mbatolie Abaisraeli amata yane nigere nke kubwachi amate chinde asegesa kukia Manase na se nyumba ya tata inje tindi omonto omanyekanete. Omonene akamuiraneria inje nimba monaye naye noite Abamidian buna nigo bale omonto yomo. And I pray, Father, will you disperse us from the PBC to go and preach your gospel? Omonene wato rusiri ali BBC tojije torandi enchiri. And these are the people, Lord, that have met here to hear your word. Na abana bwa bantu na umiranire Nyasaye bayiweli ngana lya. I have read this simple word, Na somere lingana eligika. but I pray for your mighty revelation Kolende na asabire okomanulirwa konene. that will help each one of us to carry back home. Kora akonye into twensi kubogoligo chinka. In Jesus' name we pray. Asiri dara Kristo Yesu na asabire. My names are David Kenyatta Ouko. Elieta lya yebona atebire David Kenyatta uko. I am born in Ahero, next to Kisumu. Nigo nyiboira ali Ahero ange na Kisumu. And currently we are taking studies at the PBC Nyangori. Nabona iga igotogo soma se college ya Nyangori. This was one of the assignments that we've been given to come and preach the gospel. Ene assignment ya matwa etu tochie torandi enchiri. We've been blessed since we came here on Wednesday. Twasese ni go tukorutu hacheta igali tukulia Jumatano. Some of you were privileged and you welcomed us into your houses. Abande bayino mwanya olatali bagamuka twaliga asikinyomba chino. And I want to greatly thank you for having accepted to welcome and host the students from PBC. Ntegeteko tebase okotebo konene ngambia mono asengenchio wanchera na go to host korwali BBC. I want to give you a little background of my life. Ntegeteko teba igoro yobogima bwana ake. I am married. Ninyuomete. I have 3 sons and 1 daughter. They are adults. Some of them are in university. I'm an agriculture student. That was my first course. But now I am studying theology. Diploma in pastoral theology. I have read from the book of Judges. And the background of this book, all the text that I've read, I want to talk about a theme, mighty man of valor. Mighty man of valor. The book of Judges, the author is uncertain, but it is attributed to Samuel. Samuel of Elkanah and Anna, you all know about Samuel.
And Anna was temporarily made barren na ana nabeta ase ebiro ebike iga atabwatie mwana so that she could find time to seek God and know who God is. ligara akanyora libaga lyogoikaransa na kumanyanga Nyasaye ningo. So God moved Anna from disgrace to grace. Nyasaye akarusiana korwa ase obosoko goika asoko bo muntu. And I feel this is the time that God has given us to disburse what He sent us to do here. Na manyire ngechina kichinga kinyasa toire ligara toruriria toire torwe. Because we were meeting you at your homes, individual homes. Ekiagara twale kumera na mona inu ase chinga chino. Some of you were never met. Abande baino timwe umera netu. We met you again at the fellowship. Some of you were never met at the fellowship. And now this is the congregation that we have found at Nyamatara. Therefore we are bold that the message that God has brought now is the very, very message that was meant for the church. Now the history of this book, it was written during the time of Judges. And it was written shortly after the death of Joshua. The children of Israel are in problems and they have reached Canaan. The land that was flowing with milk and honey. They are right in Canaan. But they are in problem. The reason why they are in problem is because this book is written after several relapses. They were falling into sin every now and then. And it was in the Spirit of God that when the children of Israel were no longer with Him, He would definitely hand them over to the enemy to work on them. And so it did not happen once. It happened severally. And that is why we have a chain of 15 judges that were raised to judge Israel and to save them during the times of their distress. So Gideon, the son of Joash, is one of the judges that were there during that time. And the Bible says that the children of Israel sinned before God. And now God handed them over to the Midianites. And the Midianites, they were under the Midianites for a period of 7 years. They were in distress, they were suffering because they had nothing good. Now, I want to present to you something. That when the devil wants to torment you, he will definitely come with poverty. The devil will make sure that you get nothing, you earn nothing. And so the Midianites frequently devoured the land of Israel. And when they came to the land of Israel, they were to destroy crops. They were to destroy animals. And they were to leave them without anything that they could carry. And then so they became poor. Gideon, because of that, it forced the children of Israel to look for caves and some strongholds where they could hide themselves as they prepared some little wheat that they got. So Gideon
of Joash also had somewhere a cave Gideon o Joash nera na bugate di kuruma se bisete. next to a wine press where he prepared his wheat. the press. Anga salenge kualiga ni engano yaye. Now the church, my first question to bring me the thesis of this topic. I know you have been here, you have been saved, you have been working in the church. But several people, they ask, is this God really, does he really exist? And if God is existing, why is this and this happening to me? This is the question that has destroyed many families and many individuals in the house of God. Does really God exist when we go through these problems? Gideon likewise was asking himself, does God really exist? But I want to tell you that God speaks. The first reason why God exists is because God speaks. And God speaks in many ways. The first way that God spoke, he sent his prophet to go to the land of Israel. And when the prophet came, he described to the children of Israel that I, the Lord, removed you from your enemies. And I promised to bring you to a land that is flowing with milk and honey. And in that land, you will have your rest. But remember, I gave you an instruction. I gave the instruction that the land that I'm removing the Amorites, I'm driving them away because of you. This land belonged to the Amorites. And the Amorites had their gods. So when you go to that land, do not worship the gods of the Amorites. You see, as the Amorites were moving away, there were some remnants there. And the remnants, they looked very small when the children of Israel reached. But as they continued to grow, remember they had their gods. They were bringing their gods right inside the children of Israel. And gradually the children of Israel began to worship the gods of the Amorites. Hallelujah. Amen. When they began to worship this God, I think of a person who is in the church but has an option that when the church fails, I would go and visit a sorcerer or a diviner. They are here, but they are double-minded. If it fails, I have another option. Such are people who are in the church and they come to church very frequently, are well-dressed. But inside, there is some spirit of doubt. So they were found among the children of Israel. And the Bible says that they went and took their wealth to these gods. They were moving with their wealth to these gods. You know, when a sorcerer or a diviner or a witchcraft calls you, and you have some little chicken in your home, mostly the chicken that we have are black in color. We rarely keep white chicken because they can easily seen from far and predators and very. So in most of our homes we have the black chicken. And
And therefore, even the witchcraft and the diviners, they know that we have black chicken. n'abarogi nabo bamanyete ng'eki nakitobuga totugete They will always tell you, go and get a black chicken. gagotebi ng'agenda ondetere engoko eria emwamu And when the white chicken is over and the black chicken has gone also with the witchcraft, ekero chingoko chindabu n'ekimwamu kyagenda n'oborogi the church, we don't have any chicken, we remain poor. ekanisa tebwati kende getigalete This is a kerenta kind of demonstration of a God, a kind of a demonstration of a God eyo nere enchera yamo y'okworoka igoro ye that nyasaye we are worshiping as the children of God. igo egitokosasima buna abana ba We nyasaye need to cut off completely, ntogwenderete kuna chapi have our hope totwara ogosemeri in waitu only Christ, ase kristo bweka so that we are focused only on Christ. igere tondigireri kristo bweka Let nobody divert our attention ondete towards. abase korusia ebirangarari byaito Hello? amen God speaks. nyasaye ngokwana ali When they did not understand the prophet, ekero baba batamanyete omobani oyo iga then God, in an angelic manner, came again. naende nyasaye agacha In angelic form, God came. agachicha So the angel came and found Gideon, the son of Joash, ase igo omomalaika agacha akanyora gideoni omomura joash seated under oak tree. oikaransete nse He y'omuti was seated under oak tree. ore ikaransete nse y'omuti In fact, he was pressing, threshing wheat. iga agenderete koora engano He was hiding there, doing it so that the enemy may not find him. iga ebisete orora agokora emereme eyirigare omobisete But here amonyora is the angel telling Gideon korenda omomalaika akamochera that in the power that you have, akamotebi ng'ase chinguru kiri arise obwati and go and save the children of Israel. imokongende otoria abana ba isiraeli In the power that you have, ase chinguru kiri obwate arise, go and save the children of Israel. imokongende okonya abana ba isiraeli So we have the power. igo ntobwate chinguru God has given us the power. nyasaye otoire chinguru As a Christian, once you came to church, buno omokristo kero ogocha ase ekanisa already power of God is invested in you. obonene bwa nyasaye gose chinguru kye nyasaye nochire ima yawe And when the angel told this man, Gideon, omomalaika agatebia omusacha oyo gokoro ku gideoni that arise, go and save the children of Israel. imokogenda otoria abana ba isiraeli When I looked at this building the way it is, ekero nkorigereria ase amagacha aya iga bunare and I looked at the church of Christ here in Nyamatara, nekero nkorigereria ekanisa ya nyasaye ga nyamataro then I told God, oh ngatebi my God, ngatebi nyasaye ng'aye you've nyasaye shown me the things that I've never seen. kwang'orokirie ebinto ntanakorora These things I see them in the ministries and not in our PAG Kenya. ebinto ebiga nkobirora ase chiministry lakini tari ase ekanisa ya And I want to PH tell you something, ntagete kobatebia that egento when you finish this building, ng'ekero murakore Bishop, amagacha aya go beyond. mogenda naende goetania God has placed some vision in this church. nyasaye obekire amarora ase And ekanisa the eyo vision should not be limited at Kisii. n'amarora yitabasa kugachwa iga kisi You yoka need to go beyond and preach the gospel. negwenderete kogenda isiko na korandie enchiri Yes. amina That is the reason why God brought it here. na kigekogera nyasaye rete taiga Kuna watu wengine unajua, kuna watu wengine wanasema, abantu mbara abande bagoteba na hii kazi nimekuwa nikifanya kwa kanisa. emereme yega nabeire ngokora ase Hii muda yote nimekuwa kwa kanisa. asa matuka yonsi pina abeire ase Yani, kanisa watu wanafanya tu uchaguzi, hawawezi kunipea hata kasehemu kidogo. abantu abaiga yani bagokora bachori mbako ngana bakang'egeta Kuna watu wanasema namna hiyo. abantu mbara bagoteba Hawa igo watu wanaweza fanya uchaguzi na wanachukua hivi viti vyote hata yani hawawezi kunipea. bagokora bachori baire ebirogo byonsi pinche mbako ng'inyora Mpaka fulani mwenye hajawahi kuwa na sisi anapewa nonyanyale uongozi. botana ko bamona into irwo borai But when I walked with the bishop, ekero natarete na bishop when I moved outside there, ekero natarete isikali when I went to the hospital, ekero nachiete nyagitari I realized that there is a lot of space for our ministry. inkanyora ng'ali bagandiro rori nene ryobokoro libwito Kama hujapewa usidi, onye torae wobo sidi just begin an hospital ministry. genda ali ase nyagitari Just tell the bishop, I have the burden to begin hospital David ministry. bishop ng'ani bwate omosigo bwokogenda In fact, nyagitari when you go to the hospital, ekero gono nyagitari you will not even, they are the people, they will call you by themselves. abantu mbaroro bagokorangeri boka They will be calling you. bagokorangeri And sometimes I'm telling you something that I have done in my life. ntagete kobatebia gento nakorera Sometimes I used to live in Homa Bay. chinga kichine nchine namenya tari And I decided to do the hospital ministry. inkamu agokora emeremo
And an advocate, the late advocate, may his soul rest in peace, Advocate Olima Akuku. That man supported my ministry in Homa Bay. Every lunchtime I went to the, by then it was the Homa Bay District Hospital. District Hospital. And I carried some few brethren, we sing a choir and then we pray with the sick. And what advocate used to do, he promised me some little coin that if you find a needy person, you can give, maybe for medicine. And it was powerful, it can happen even here. So don't sit down because all the seats are occupied. Don't sit down. It is better to complain you are not being given something, but the decision that comes after complaint is better than it's better. I am saying, if you complain and you see that you have not been given something, don't decide to sit down. That is the worst state. But decide to work on your own. And even the bishop will grasp your vision. And you will move. And you will be moving. You know, it is by faith that Abraham decided to, because of faith, he decided to listen to God and so was to move. And there are some needs that God himself puts in you. There are some needs that are not yours. You don't need them, but God puts them in you. You remember the case of Abraham? God is telling him to go and offer his son. Did Abraham not have something to offer before God? He had several bulls and he had... But God is telling him, you give your son. So that is God's need. It is not his need. And when God's need come upon you, it doesn't matter how heavy it is. Just to go forth, because God has told Gideon that you are a mighty valor. You have the power. You can do it. Just arise and do it. Hallelujah. Amen. Now, to know that God is speaking, no one gives in the church without God's instruction. Everybody that has given out of heart's willing, it is God who has spoken. And even this building, I know it is built by people who are willing. So when Gideon was told that you do this, go with the power that I've given unto you. Do you know what Gideon did? He said, stay here, I am coming back. I want you to confirm to me if it is you. He went and took a goat. He slaughtered the goat and cooked it. He took some ephah, some flour. Some flour. He took some flour. And he made some bread. And he carried it to the angel. He brought it to the angel. Why did he bring it? Nobody told him to go. Gideon must have been in the midst of poverty. He must have known that there is a God that we can give to. In the midst of poverty, these people were poor. And the enemy has overwhelmed this community completely. But when the angel spoke, we are told that he went and he took some sacrifice and brought it before the Lord.
obwati asemo So, yobaraiko yo through that there was confirmation that God was speaking. goetena abo okwana kinkwarenga oronga Because God told him, take it, put it on top of the rock. nyasa okwane tenga bogoria oiroge ndo bekerera And when everything was put on top of the rock, nekero keregento kiabege tu igoro yerigena the angel just touched it, omo malaika agakuna and there was a flame of fire. ekarwa oroge kaba omolero Our koka God is a consuming fire. nyasa oitona bwate chinguru chioko samba And everything was consumed. na keregento gekayia That was a confirmation okuno koenekia that God was speaking to Gideon. nganyasaye ngokwana alenge na Gideon. Hallelujah. Amen. I want to bring to your attention the kind of worship that we had in the past. During the times of the Bible. During the times of the Bible, the Bible says that the children of Israel, they entered into the temple with sacrifices. I am just about to finish. When they entered into the temple with their sacrifices, and it was the work of the priest to take the sacrifice and offer it before the Lord. And in most cases, what was necessary, it was the blood. And so the blood was taken, but meat was used by the priest within the temple. So after some time, God realized that that kind of priesthood was not enough. Because the first goat could be slaughtered. It was the blood was used as an atonement. I want you to listen to this because it is where now I'm finishing. Now after the blood was used as an atonement, the sin of Israel was within that very, very priest. So they had to take another goat, transfer the sin from the priest to this goat, and then the goat was sent into the wilderness. So they believed that the sin of Israel has gone into the wilderness with the goat. Do you know what the priest did? Some of the priests were going into the wilderness and carrying these goats back to the temple. And these are the animals. These are the animals that when Jesus went to the temple, he realized that they were being sold in the temple. They were animals that had been sent into the wilderness. So God saw that the kind of priesthood that they were offering was not enough. And he decided that I will bring a perfect priest. God went back to the drawing board and said I would bring a perfect priest. And that is Jesus Christ, the Son of God. So, my friend, my church, as we are summarizing to go, I have come to present to you the word of Jesus Christ, who died at the cross Calvary. Now the blood of Jesus is the atonement of our sin. Every good work that you do in the church, be you an apostle, be you a mama director, be you a positionless, we are working towards one goal. But when at the end of
of our journey as Christians, we may meet at the feet of Jesus our Lord. Even when this mortal body will die, and people will laugh, will cry, and will weep, and will bury you. But our hope is one. That through the power that God has invested in us, we are mighty men of valor. We can do mighty and marvelous work, provided that Christ is with us. So to finish this sermon, there are altars that we have to demolish in our lives. It doesn't matter the kind of background that you come from. My father was a pastor. My father was a pastor. In fact, my father was a trainer at Nyang'ori. He graduated from Nyang'ori in 1969. He's the first lot that was taken to Canada. But that could not save me. I walked through the valleys and the valleys and mountains. And then God met me just like Paul. It doesn't matter your background. But you need to understand and know that regardless of the background, one time we are meeting at the feet of Jesus. That is our goal. I cannot pray here. I want to call my bishop who has become a friend. Bishop Reverend Kennedy Ogaro. May God bless you so much. Just greet your neighbor. Tell him that is a greeting from the PBC. May God bless you so much. Erokamano ni jakuatiama. Yeah. Bwana asifiwe. Ni wangapi wamebarikiwa katika mjana wa leo? Barikiwa sana mtumishi wa Mungu Pastor Kenyatta kwa kutuletea neno la Bwana katika mjana wa leo. Kuja kwenu hapa sio bure. Bwana ameweza kuzungumza pamoja na maisha yetu. Na naomba kwamba kama kuna chochote kinaweza kusuhia usiende mbali ama usifanye kazi kulingana na zile nguvu Mungu ameweka katika maisha yako, Bwana akakiondoe kwa jina la Yesu Kristo, ili uanze kufurahia na kuona ushindi mkubwa. Maana aliambiwa kwamba wewe Gideoni, nenda ukaweze kuwakomboa watu wenu kwa nguvu ambazo ziko ndani yako. Hauhitaji nguvu kutoka kwa mtu yeyote. Nguvu ziko ndani yako. Na mwenye ameweka hizo nguvu ni Mungu. Mungu ni mkubwa. Ako na uwezo kuenenda pamoja na wewe na kutendea makubwa kwa jina la Yesu Kristo. So kwa sababu ya muda ningependa kuomba. Labda uko na hitaji fulani, unahitaji Bwana akaweze kushughulikia jambo fulani, anaweza kukutendea hata mjana wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo tusimame zote juu tunapoenda kuomba kwa jina la Yesu. Amen. Tusimame zote juu tunapoenda kuomba pamoja. Wewe mtumainieni Mungu tu na Bwana atakutendea. Mtumainieni Bwana na yeye atakupigania. Mtumainieni Bwana atakukomboa kutoka kwa mikono ya adui. Mtumainieni Bwana atakomboa ndoa yako. Mtumainieni Mungu atakomboa watoto wako. Atakomboa mume wako kwa jina la Yesu. Kwa sababu kuna nguvu ziko ndani ya maombi haya. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba nakushukuru sana
monene na gwakire mbia kwa sababu ya nafasi umetupatia kusikiza neno lako Bwana. Wakubwa kwa wadogo wameweza kusikia sauti yako abakena banene baigurerio giria iliyo na nguvu na uweza na mamlaka. eliribwate chinguru Ni katika sauti yako tunasikia mapenzi yako. na serio giria otu iguro Ni katika kusungumuza pamoja nasi tunasikia unataka tufanye nini. asoko tokwanera kwarorire ngankitoga ne Na kupitia neno lako Bwana unaturekebisha na kutuonya. goetera selingana lia onya sai Kupitia neno lako Jehova unatuinua Mungu. goetera selingana lia o wato imokerere Nenda na ukafanye kitu ndani ya maisha ya mtu ambaye amesikiza neno hili. kolege nto imeyoboge oyo otegere Chini ya paa hili Bwana ukaponye mtu kwa jina la Yesu Kristo. kerameke igogwe niyo monta aselia dara Walio na shida mbalimbali ndani ya maisha yao, bali babwate mechando ao walio na mateso wamegandamishwa na Shetani, bali ba chandirwe na birechi wale ambayo Bwana wameweza kuonewa na ibilisi, bali baoneirwe na ibilisi maroho ya kila njia yanayoandama watu wa Mungu, tunakataa hizo nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana ukabariki mtu mahali hapa, ukaponye mtu aliye ndani ya mkutano, ukaweze kubariki mtu ndani ya mkutano huu, samehe mtu katika mkutano wa leo. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Bariki watumishi wako wametunenea, wabariki watende mema kwa kuwa wewe ni mfalme. Nimeweza kuinuka kinyume na nguvu zozote zile ambazo Bwana zimegandamisha watu hata hapa ndani, maroho ambayo ni ya mateso, maroho ambayo ni ya magonjwa, maroho ambayo ni ya uchawi, maroho ambayo ni ya uzirikina, maroho ya majini yanayoteza watu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaachilia kibali chako juu ya maisha yao. Bwana ukawabariki, watende mema wanapoingia, wanapotoka. Jehova ukawaonekanie. Asante kwa sababu unaenda kutenda makubwa katika familia zetu. Vile vitu ambavyo vimeonekana kwamba vimekufa, Jehova nimetuma neno la uvuvio katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kuanzia leo na kuendelea katika madhabahu haya, Bwana teketeza chochote kile ambacho sio chako, kila mipando ya wanadamu tunaing'oa kwa jina la Kristo. Tunaomba kwamba neno lako likapata nafasi ndani ya mioyo yetu, ili ukaweze kutawala na kutamaraki na kutenda yasiyo ya kawaida katika maishani metu. Bariki ndoa zetu, bariki watoto wetu Bwana wa majeshi, bariki biashara zetu, bariki kazi zetu za mikono Bwana, ukatutende mema kwa kuwa wewe ni Mungu. Inua mtu mahali hapa kutoka chini ukampandishe juu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana wewe ni mwema na kando yako hakuna Mungu mwingine. Nimetangaza baraka zako juu ya maisha yetu. Kila mmoja katika wiki hii ashuhudie matendo makubwa ambaye Bwana unaenda kuyatenda. Wale ambao wamefiwa na wenzao, tumetuma neno la faraja katika familia zao, ukawape amani na ukaweze kuwatenda mema. Tunakushukuru kwa sababu wiki jana tulipokuwa hapa, kuna wengine tuliombea kwamba ukawaponye, walikuwa hospitalini, na tunakushukuru kwa sababu tayari umetenda. Sifa na utukufu sikurudie Bwana, tunaponyenyekea chini kwa kuwa wewe ni Bwana mabwana. Haya ndio maombi yetu katika mchana wa leo, tukitangaza amani na baraka na uweza wako juu ya maisha ya kila mmoja, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen, amen, amen. Bwana wabariki sana. Hebu tuketi kidogo tafadhali. Kuna jambo moja nataka tusaidiane kwa heshima kubwa tu. Wageni wetu hawa wamekuwa baraka, na ningependa tukaweze kuwabariki. Ningependa tuweze kutoa kile uko nayo, ili tuwasukume warudi shuleni vizuri, sio kwa sababu tuko na pesa, lakini kwa sababu ya moyo. Amen. So ningependa mniletee ile kikapu. Ile kikapu iko wapi? Asanteni sana kijana yangu. Mungu akubariki. Amen. Nataka tu kwa moyo wa unyenyekevu unisaidie tuweze kusindikiza wageni wetu. Sijui uko na nini, lakini kile uko nayo ndio unatoa.
So nataka tutoe kwa mpango tu. Tunaanza na hapa mbele. Tunaenda na hiyo roho ya treasurer. Hapo kwenye pesa zinawekwa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Leta tu hapa hivi. Leta tu hapa hivi wazee. Tunamaliza kutoka hapo tuende mpaka huko nyuma, tukuje hapa. Asanteni sana Apostle Javet. Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana ikakutoshe kwa jina la Yesu Kristo. Kuja tu. Kile uko nayo ndio unatoa. Unatoa, unarudi kwenye Asanteni. Bwana awabariki. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki. Asijafika upande wa hapa juu, lakini umefanya vizuri kuja. Asanteni. Tuko pale huko kwa kina Judy na hiyo timu ya kwenda nyuma yote mpaka Teresa asikuje, lakini kama anaweza kutuma mtu. Asanteni sana kijana yangu, Mungu akubariki. Asanteni. Bwana awabariki sana. Hiyo roho ya jini tafadhali. Hiyo roho ya jini mpaka sijui yule ako pale jini ni Genesis ama ni nani? Kule nyuma kabisa. Njoo hivyo tu. Njoo hivyo tu. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki mnapokuja. Bwana awabariki mnapokuja tu. Kile uko nayo ndio unatoa. Usiwe na waziwazi. Asanteni sana my brother. Mungu akubariki kabisa. Na wala mtatoa sadaka pia unaweza kutoa. Amen. Unaweza toa hapa uweke hapa ndani. Asanteni sana. Kuja tu. Kuja tu. Tumekuja hii roho ya hapa. Kama pale nyuma wale hawajamaliza, tumekuja hii roho ya hapa. Anastasia tayari nimeona, Salome tayari amekuja, nimeona Margaret amesimama, nimeona Eileen, nimeona Mary Nyambasora, nimeona Elimerida, nimeona Mariga, nimeona Madam Florence, nimeona Janet, nimeona Ruth, nimeona Bosire, nimeona watu hapa, nimeona Duncan, nimeona James, nimeona wazee hapa wanakuja kukuja. Bwana wabariki sana. Kuja, leta tu. Usibaki hapa tafadhali. Kama uko na kitu hata kama ni kidogo, leta tu hapa, itakuwa ya msaada mkubwa sana kubariki watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Kuja Teresa, asanteni sana. Nimeona mzee Moses anatoka pale kwa jina la Yesu. Asanteni sana. Nimeona mtoto wangu hapa. Asanteni, Mungu akubariki kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Tumekuja hii roho ya katikati hapa sasa. Hii ya katikati mahali ambapo kuna msijana wetu huyu wa KTN, huyu mwenye anamulika na kamera, wale ambao mmeketi hapa tafadhali kuja tu hapa. Asanteni sana Mama Ruth, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Asanteni sana Dolphin, Mungu awe pamoja na wewe. Kuja tu Mama Evelyn Nyanjama, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kabisa. Kuja. Nimeona Madam Sipora Moenga, Mungu akubariki kabisa. Toa. Nimeona Frida Unkanga akiwa hapa, Mungu akubariki sana. Madamu asanteni, karibu. Nimeona baba wako pale, kuja. Nimeona wengi wanakuja hapa hivi. Roho igande bado. Niko kwa hii roho ya katikati hapa. Tafadhali amkeni ulete ile uko nayo, usiwe na waziwazi. Kile uko nayo ndio unatoa. Mungu akubariki kabisa. Okay. Waja nimalizie roho ya pale ya upande ule mpaka watu wa praise and worship hapa, alafu ndio tutapanda juu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo hapa mbele akina Marizera Nyamongo, akina Karo ndio huyu amekuja. Kuja tu kwa jina la Yesu Kristo. Asanteni sana. Nimeona Apostle Monica na mtoto wetu akiwa ametangulia hapa mbele. Mungu awabariki sana. Asanteni sana Karo Matagaro. Asanteni sana Marisera Nyamongo. Asanteni sana Mweni Negoze Uvyo. Asante sana Ben Sakaria. Asante sana Kadeni. Asante sana Divina Medina. Asanteni sana Josephine. Asanteni sana. Naona watu wamekuja hapa kabisa. Njoo. Usipaki hapo. Hata kama ni kidogo namna gani, wewe kuja tu. Itakuwa ya msaada mkubwa na jina la Bwana litabarikiwa. Asanteni sana madam. Mungu akubariki kabisa. Mungu akutende mema. Bwana akubariki kabisa. Sijui tutafanya namna gani Apostle Sitere Kingoina, sijui kama tutafanya namna gani hapo juu. Weka sadaka pamoja, hiyo kikapu itumike kukusanya sadaka hapo juu. Nani yule haja kuja hapa mbele? Nani haja kuja hapa? Usijelewe, ni vizuri kugusa hiki kikapu na utapokea baraka za Bwana. Amen. So wale wako juu mko na nafasi kupeana kwa hiyo kikapu ambayo imebebwa na dada yetu. Asanteni.
Na kama ulikuwa hujatoa sadaka, fungu yako pia unaweza kutoa ili ukabarikiwe pamoja na Mungu. Nataka kuajia hapa nikisema kwamba Bwana wabariki sana watu wa Nyamataro, na Bwana watendee mema. Shukrani zangu ziende kabisa kwa wale ambao wametuhudumia wiki hii. Tumekuwa katika miji, familia za wenzetu wametutunza vizuri. Maana hatukupanga hapa Jumapili kwamba wageni watakuwa hapa, lakini tumekula vizuri. Wale mliotushughulikia, sitaki majina yenu, Bwana wabariki sana na msilemewe, muone ukuu wa Mungu katika maisha yenu. Pastor Teresa amesema lazima atoe kitu hapa. Asanteni sana mama, Mungu akubariki kabisa kwa jina la Yesu. Na sikia tumalizie hapa kwa sasa. Nataka tumalizie hapa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akaweze kuwatenda mema. Tusimame juu tunapomaliza ibada yetu. Lakini kama kuna vile vikundi wazee kama wanapaki kupanga kwamba Alhamisi itakuaje, tunaenda namna gani, wale ambao Mungu amewasaidia muko na ile omoswe neno, mnaweza kutusaidia ili tufike pale na jina la Bwana litainuliwa. Kama wamama wanapaki kujipanga, lakini ninasema hivi, ninasema kwa sababu lakini wacha niaje hiyo. Nilikuwa nataka kusema lakini nimeaja. Nitazungumza na nyinyi kwa vikundi na itakuwa vizuri katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru sana. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Matendo yako ni makubwa. Yale ambayo unaweza kuyatenda hakuna mwanadamu anaweza kuyatenda. Nakushukuru kwa sababu ya kazi imefanyika wiki hii. Watu wako wamekanyaga katika miji na viji. Bwana, tumetembelea watu karibu na mbali. Tumetuma neno la uponyaji kwa waliokuwa wagonjwa, tukakanyaga mahospitalini. Na tunakushukuru kwa sababu tayari umeshughulikia waliokuwa wagonjwa. Na leo hii naomba kwa jina la Yesu Kristo ukabariki waumini wa kanisa hili. Wamefanya ibada ya leo kukamilika, na hata kushughulika kuona kwamba wageni wetu wanasafiri salama wakienda pale Bible College. Neema yako ikaweze kuwatosha. Naombea watumishi wako, wabariki, wafunike na damu ya Kristo. Bwana, usimame pamoja na wao unapoendelea kuandaa kwa ajili ya kazi. Jehova, usiwaaje, ubariki familia zao, ukawaonekanie, ukawatende mema, ili jina lako liweze kuabudiwa milele, maana kando yako hakuna Mungu mwingine. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, na kanisa lako likaweze kubarikiwa pamoja na wewe, kwa kuwa wewe ni Mungu. Bariki wazee, bariki wa mama, bariki vijana wetu, bariki kila mmoja ambaye ameweza kufanya ibada ya siku ya leo kufaulu. Pokea utukufu na heshima kwa yote na vyote, maana wewe ni Mungu pamoja nasi, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Wageni wetu wanaposafiri wakirudi, neema yako iwatose ya safari. Bible School tunaiombea, wabariki, watende mema Bwana, ili jina lako liabudiwe milele yote. Pokea utukufu na heshima na uweza na mamlaka na nguvu ni zako milele na milele, kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana na Bwana watendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Amen, amen. Uko huru kubaki hapa, uko huru kutoka, lakini kama kuna kikundi kinakutana, wazee